werũ-inĩ rekei ndĩmũgegie andũ aitũ maendeleo marĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere na kũu ithuĩ tũkiugaga gũkũ tũkiugaga atĩ anga nĩ ithuĩ tũgũkũ Kiambu anga nĩ ithuĩ tũrũgamĩrĩire bũrũri wa Kenya ithuĩ handũ twehĩngĩcire na to rĩu nĩ tuonete kahinda ga kũrutĩra andũ aitũ a Kiambu wĩra ũndũ ũrĩa wa bata nĩ ithuĩ othe tũnyitane mũtũnyitĩrĩre twĩ ta thirikari tũnyitĩrĩre gavana witũ tondũ nĩ tũrona na wendi wa kũruta wĩra tũtwarithie Kiambu witũ na mbere hau nĩ hega nĩ ngwenda kũria hau nĩ hega will as many as of a similar opinion say aye. Bas gavana, sasa umesikia hiyo maneno, watu wamesema wanashikilia wewe Kiambu iendelee mbele na sisi pastors tuombee hii serikali. Na unajua vizuri, acha nimalizie na hii. Kazi mzuri nilienda Kwale nikaambiwa ati kwa sababu vile wameendelea vile nimewaambia ni kwa sababu alikuwa na governor anaitwa Salim Mvurya. Alichaguliwa mwaka wa 2013. Hasa watu wa Kwale wakamuongezea 2017. Sasa hapa Kiambu mlichagua governor huyu 2022. Haya 2027 inakuja. Hapo nayo mtasemaje? Hapo mnasemaje? Si hiyo style ni hiyo hiyo. Ni hiyo hiyo ama ni namna gani? Kwa sababu ndio sasa tuendelee. Naona vijana pale nyuma wanasema hiyo ni rada. Vijana si hiyo ni rada jameni. Kabisa kabisa. Asanteni sana, mimi sitaongeza hapo. Ningetaka tutayarisha makofi yetu tuweze kumkaribisha governor wetu wa Kiambu County. Tumpigie makofi akikuja kutuongelesha. Karibu. Asante sana familia ya rafiki yetu Mheshimiwa JJ pamoja na wamheshimiwa ambao wametoka hii area, waheshimiwa wetu tukiongozwa na speaker wetu wa County Assembly, Majority Leader, pamoja na viongozi wengine wote ambao wamechaguliwa kwa County Assembly yetu ya Kiambu, na watu wa hapa Juja, marafiki wote ambao wamekuja kwenye hii kazi ambayo tunataka kuungana pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Tusalimiane hivi kwa salamu zake Mwenyezi Mungu mahali ambapo mtu yote alipo. Nasema asanti. Asanti, shukran. Asante. Asante. Sawa, tunashukuru na tutaendelea kuweka zingine. Niseme tu kwa ufupi ya kwamba leo tuko hapa ndio tuungane pamoja. Ikiwa mmoja wetu ako kwenye hali ambayo kama vile mchungaji ulisema na mhubiri wetu wa siku ya leo pia kwamba rafiki yetu Bwana JK anatuhitaji siku ya leo, na isipokuwa Majority Leader amejaribu kuelezea, ni vizuri tusikilizane sisi wote, kwa vile hakuna hata tajiri mgani, hakuna hata mkubwa mgani ambaye anaweza kutembea kwa safari ya hii maisha na aweze kukabiliana na mahitaji na mambo yote ile namkuta binadamu akiwa peke yake. Haiwezekani. Na kwa hivyo unaweza kuwa unahitaji mtu siku ya leo kwa vile uko na upungufu wa kifedha, lakini hata kama una huo upungufu kuna jambo lingine utamhitaji mwenzako juu yake. Siku ya leo huyu rafiki yetu Bwana JK, who is also my friend, tumefanya kazi naye hapa, na najua JK ni jamaa mzuri, ni jamaa mpole ambaye mnamjua, hana kelele, hana controversy. JK mkisema naye kitu, hata kuambia mambo mengi ya kelele, hutasikia kichochea huko, hata panga mipango huko nyuma, alafu upatwe na butwa kwa vile alikuwa anakupangia. Yeye anakuanga mtu laini moja. Na kila wakati ambapo tumezungumza naye kwa hii mipango yenye mmesikia, nakumbuka juzi kuna wakati nimeingia hapa na saa hizo kulikuwa na mafuriko sana hapa. Watu wa Gashororo wanaelewa wakati kuna mafuriko hii ile inakuwaga namna gani. Hiyo ndio shida moja kabisa ya hapa.
tuliongea na yeye wakati kulikuwa na mafuriko, tukasikilizana asitoke ground hapa, akae nimpatie hizo mashini atengeneze mitaro kutoka kule juu huko. Na wakati mvua ilianguka kabisa, wakati ilikuwa mafuriko kweli kweli, kuna siku moja nakumbuka nilikuja hapa kupanda Naika barabara, unapita huko Mongedha unaenda huko juu. Sasa nilikuwa naulizia kwa wapi jamaa, nasikia songa mbele tu kidogo, songa mbele tu, ako huko mbele, endelea tu. Sasa mimi nilienda kufika huko juu mahali sasa imefurika kweli kweli, maji imejaa. JK alikuwa huko kama wale wakulima mnaonanga huko Mwea, mahali wanakuza mchele. Akiwa huko ako na gambut, walikuwa na mmoja wetu pale, nikampata huko ndani huko na hana swali, na ameketi amenyeshewa, lakini hatoki mpaka ile kazi ifanyike. Wakati tulimalizana nilifikiri labda ati atanifuata nikiondoka, akasema hapana governor, mimi nabaki hapa. Hii kazi yenye mmesikia tunafanya hapa ya kujenga hizi shule, hii moja, tuko na nyingine hapo wanaita mashinani, iko kama hii tu. Nimesukumana na mjengo ya hapa karibu mwaka mmoja na miezi kadhaa, ikiwa Kiambu nzima kwa ward zote 59, tuko na ward 60. Kwa ward zingine zote 59 nilikuwa nishaanza hizi mijengo, zingine nimemaliza. Hapa ilikuwa imekataa, nilikuja tukaanzia hapa kwanza, ikakataliwa, tukaenda kule mbele kule pale tukagonga ukuta, tukajaribu kila mahali, hata tukatangaza, nikasema niko tayari kununua shamba. Sasa tumesukumana na hiyo mambo. Ni muhimu watu wetu wa hapa Juja tuelewane, vile mheshimiwa amesema. Hapa kuna shida kubwa sana. Muelewe hivi, kwa kaunti ya Kiambu ile ward ile sub county na saizi ni municipality, kuna watu wengi sana, ni Ruiru. Alafu unafuatisha Thika upande huu. Ukikuja sasa hapa Juja, alafu usikie Juja kwa hiyo umati yote hapa, na kwanza hapa sasa ndio township. Ati ukitaka kujenga darasa moja hivi ya watoto kuenda shule kwa watu zaidi ya 1700 hauwezi kujenga. Kwa nini? Kwa vile watu huku walijipanga kitambo na wakanyakua ardhi zote mahali unaweza kujenga pahali darasa ama hata hospitali ya kuhudumia watu. Tumepambana na yeye mpaka dakika mwisho. Sasa hapa tukakuja tukapiga magoti, tukaongea, tukasikiliza. Hapa hata nyinyi mnaona iko squeezed sana kwenye hii shule, na tulaumu ya kwamba vile hata maelezo tulikuwa tumeelezwa na shule mbeleni ni kweli, hamna hata mahali yenye unaweza shule inaweza fanya expansion. Lakini dakika mwisho walitusikiza, ndio tukaanza hii kazi naye. Hiyo ingine, hiyo mashinani, hata hiyo tulienda pia, tumesukumana, tumepiga mpaka magoti, ndio tukapewa mahali ya kujenga, na tukasikilizana na tukasema tutalipa hata compensation ndio tuwajengee hizi shule. Nasema huyu JK ni vizuri hata wakati ako kule hospitalini, watu wetu wa Juja Township waelewe ya kwamba nyinyi mko na mhudumu. You have a servant ambaye he may not be 100% because nobody is 100%. But kwenye kazi yetu hapa anang'ang'ana kabisa ndio iweze kufanyika. Tulikuwa tumepanga mipango ya hii hospitali, mmesikia, na najua wengi wenu mko hii area, so mnajua. Hii Juja kwa huo muda wote since tupate uhuru, wakati mmenichagua kama governor, nilikuja kufanya inspection ya hiyo hospitali. Sasa mimi nikashangaa kwa hii town mzima ya Juja hii vile imejaa mpaka huko, na tuko na university mzima na mahali imejaa watoto na wamama ni wengi. Ile hospitali
ilikuwa kwa hii Juja ati ungeenda uonyeshwe namna hiyo, ndio hiyo ilikuwa inaitwa Gashororo Dispensary. Kushangaa yangu kwenda hapo wakati mlinichagua, wakati ilikuwa dispensary hiyo Gashororo, hata kabla tujakuja kujenga hiyo hospitali, hata ukuta haikukuwa na ukuta. Na ilikuwa na maternity hapo, wamama wakiwa kwa maternity, nao kuna wajamaa wanatoka hivi wamegonga moja mbili, wanachungulia huko, wanasikia hata ukiwa hujakula ka breakfast kwako, unaweza kuingia hapo kwa hospitali na ukule hata chakula ya mgonjwa na yule. Haikukuwa hata na security, the most basic. Na inasemekana ati ni hospitali ya Juja mzima. Ndio nikakuja nikawaambia wale walikuwa hapo, within the next 3 months nataka kuona hiyo hospitali yote ikiwa imejengwa a complete perimeter wall na gate. Ndio hata kabla hatujapanga ya kujenga hiyo hospitali yenye tumejenga sasa, hospitali iwe iko secure. Tukatengeneza sasa, nikawapatia plan 2, tukasema Juja sub county, Juja municipality, sasa hatuna hospitali hata moja ambaye hao watu wote 1700 wanaweza kupata huduma ambaye inafaa kwa level ya municipality. Ndio nikapeana hiyo contract tukishirikiana na huyu JK, tukapanga sasa hiyo hospitali. It is 85% complete. By February tutakuwa tuko ndani kwa hiyo hospitali. By February tutakuwa tuko ndani. Tunafanya handover ya phase 1 mwezi huu wa December. Hii phase 2 nimepeana phase 2 hiyo kazi ya mpaka February, kwa shauri ya shida tuko naye hapa ya maji ya mafuriko ya drainage. Ndio nikaambia mwenye anafanya hiyo kandarasi kutoka juu kule kwa ile barabara huko ashikanishe, alafu atengeneze drainage ipite huko chini ya hospitali kando, iende ipeleke maji mpaka huko chini. Ndio hata watu wenye wanaishi hapa tuweze kupata afueni juu ya hiyo mafuriko. Hiyo ndio ile kitu inabaki. So sasa mtu baada ya hiyo, mtu ukiwa unataka kwenda, kama ni kujifungua, kama ni kwenda operation, kwa vile hapo hii hospitali mpya iko na theater mzuri, kama ni mambo ya kupimwa ugonjwa yoyote, laboratory ile ni mzuri. Hapa kuna 160 beds kwa hii hospitali. Iko na ya wamama ya maternity, iko na ya wazee, iko ya watoto pediatric, tuko na theater 2 kwa hii hospitali. Tuko na laboratory mzuri. Kwa hivyo sasa Juja, watu wa Juja hakuna haja ya kujipanga ati wakati ukisikia mtu ni mgonjwa kwanza kupiga laini kule mahali vile tulikuwa nafanya Thika all the time. Tumeshika hii Juja area yote kama sub county hiyo, hatuwezi kusema hapa saa hizi kwa vile kwa kila MCA hapa. Hapo kwa Mweveri kule Weteithie, kwa MCA wetu majority leader pale Kalimoni, hapa sasa kwa JK, kwa Bwana Munana huko Theta, kwa yule mwenzetu wa kule Murera. Tumefanya kazi kwa kila ward ambaye inalingana. Hakuna mahali hatujajenga hizi shule. Kwa hivyo hiyo kazi yetu tunafanya, ndio nyinyi watu wetu wa Kiambu tuwarudishie mkono, niseme mkono, kwa vile mumegojea miaka 10 kupata maendeleo.